Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa kwanza inasema ya kwamba msihukumu msije mkahukumiwa, kwa maana hukumu hiyo hiyo mnayo hukumu wengine, ndiyo na ninyi mtakayohukumiwa. Kwa kipimo kile kile ambacho mnapimia wengine, ndicho na ninyi mtakuja kupimiwa hicho hicho. Kwa watu wengi leo wako hapa duniani, sababu yao kubwa kuwepo hapa duniani ni kuhukumu watu, ni kuona kama watu ni wakosaji na anakifanya kwamba ni kosa, kwamba anatenda vibaya. Watu wengine wako hapa duniani kama Mungu mtu, kazi yao ni kuhukumu watu, ni kuona watu kwamba, anasema kwamba usihukumu usije ukahukumiwa. Ni heri ukae kimya. Mhukumu wa dunia hii ni Mungu mwenyewe. Yesu anasema kwamba sikuja duniani kuhukumu. Hakuja duniani kuhukumu wanadamu, hakuja. Yesu alikuja duniani kuokoa wanadamu na dhambi zao, kuokoa wanadamu na makosa yao, kuokoa wanadamu, kubeba mzigo wa dhambi za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa funga kinywa chako, usihukumu mtu yeyote, usije ukahukumu mtu yeyote. Biblia inasema kwamba usihukumu usije ukahukumu yao na kwenda kuwaongea watumishi wa Mungu. Tazama, hata maisha yao hayabadiliki. Kila siku maisha yao yako pale pale. Sasa watu kama hawa wanashindwa kubarikiwa kwa sababu wanaosema watumishi wa Mungu vibaya, wananena watumishi wa Mungu vibaya. Kwa unakuta maisha yao yako pale pale, hayabadiliki. Maisha yao yako pale pale, kile kitu chao kiko pale pale. Hata baraka za Mungu hawazipokei kwa sababu wao wenyewe wamejifungia baraka zao kutokana na vinywa vyao, kuongea watumishi wa Mungu vibaya, kuwanena watumishi wa Mungu vibaya. Watu wengi leo hawapokei baraka zao kwa sababu ya kunena vibaya watumishi wa Mungu kupitia vinywa vyao. Watu wengi leo maisha yao yako pale pale. Watu wengi leo hawapokei baraka zao, hawapokei miujiza yao kwa sababu wananena watumishi wa Mungu vibaya. Kazi yao ni kuwahukumu watumishi wa Mungu, sio kuwaombea watumishi wa Mungu. Kazi yao ni kuwahukumu. Wenyewe wamejaa hukumu tu ndani, wamejaa maneno ya kukosoa watumishi wa Mungu. Kazi yao ni kuwakosoa watumishi wa Mungu. Na Miriam alimnena Musa vibaya. Alipomwongea mtumishi wa Mungu Musa vibaya, Mungu akampiga Miriam ukoma. Kwa watu wengi wengine leo wanaishi kwenye laana ambazo wamezitakia wenyewe. Yesu kuja duniani si aje hukumu ulimwengu. Yesu alikuja duniani kuokoa ulimwengu na dhambi zao. Hakuja duniani kuhukumu ulimwengu. Usihukumu usije ukahukumiwa. Maandiko yanasema kabisa katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa kwanza, usihukumu usije ukahukumiwa. Kwa acha kuhukumu, muombee. Unapoona watumishi wa Mungu wamepitia kwenye hali fulani, waombee. Ona kwamba hapa amekosea, muombee Mungu amtengeneze. Muombee. Usiinue kinywa chako au kainua mguu wako kwenda kumnena vibaya. Usifanye hivyo, ni dhambi mbele za Mungu. Unajipalia makaa ya moto. Unapomnena mtumishi wa Mungu vibaya, unajipalia dhambi, unajipalia laana. Kwa utaishi kwenye laana wewe mwenyewe na watoto wako na kizazi chako mpaka wajukuu wako wataishi kwenye laana, kwa sababu umewanena vibaya watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu hawanenwagi vibaya, bali watumishi wa Mungu wanaombewa. Unapoona mtumishi wa Mungu amekosea, muombee kwenye maombi vibaya. Unapoinua kinywa chako, hujamuita wewe, ameitwa na Mungu. Ameitwa na Mungu, hajaitwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe.